Shalom mtazamaji wa Yetu Gospel Media. Ni siku njema, ni siku nzuri, siku yenye furaha, siku njema ambayo Mungu ameona ni vema tuje tuongee na mtumishi wake. Na leo tuko na mtumishi baba yetu, mtu mkubwa sana. Nadhani sina uwezo wa kumtambulisha, mwenyewe atajitambulisha. Na ni siku ambayo Mungu aliona tupate baraka, ni siku ambayo Mungu aliona tujifunze vingi sana kupitia mtumishi. Jina langu ni Kiza bin Mutwale. Acha tumkaribishe mgeni wetu ambaye tuko naye kwenye studio za Yetu Gospel Media. Asante sana waheshimiwa wakurugenzi wa Yetu Gospel Media. Kwanza kabla sijajitambulisha, acha niseme tena hongera sana kwa kuweza kufikiria kuunda kikundi hiki, maana kupitia kikundi hiki watu wengi watajifunza, pia watu wengi watakuja kwa Yesu. Kwa hiyo sina budi kusema Mungu awabariki, na pia kila anayefuatilia channel yenu hii basi aguswe ili aweze kuchangia kazi hii iende mbele. Asante sana. Kwa majina naitwa Ambassador Bishop Professor Dr. Matthew A. Justin. Kwa hiyo mimi ni mwanzilishi wa makanisa ya Kipentekoste Njia ya Msalaba Afrika nzima. Hivyo niseme tena karibu kwa kututembelea siku ya leo ili tuweze kuzungumza mawili matatu. Asante sana baba yetu. Ndio. Tunafurahi sana na ni muda mrefu tunatamani sana kusikia neno kutoka kwako. Na kabla tujaingia kwenye mada yetu, kuna comment ambazo tunatakiwa tuzisome kama kwa dakika moja. Kuna udada ameandika hivi, kuwa kila anayempata kuwa kila unayempata kwenye mahusiano anaondoka, ni kwamba ni mkosi au ni wakati ambao unapitia au labda ni stepu ambazo unapitia kwa kwenda kumpata mwenza wako, labda Mungu hajataka. Yani huyu dada ameandika kwamba bado hajaelewa. Huyu anaitwa Angel, yuko Dodoma. Kuna mwingine hapa anaandika kama wazima akumrazi tafute. Kuna mwingine hapa, nifanye nini ili nikutane na mwenza wangu, maana nimesha kaa nyumbani, nimeota ndoto mara 3, ninapata sura ya mtu ambaye nimeambiwa kwamba ndo atakuwa mume wangu, ila sijui yuko wapi. Nifanye nini? Na nipo katika wakati mgumu, na kwa sasa huyu dada hajapata mahusiano. Huyu yuko Moshi. Kuna mwingine ameandika kwamba yeye ana wiki 3 tangu afanye ndoa, lakini baada ya wiki hizi 3 amemkuta mume wake mara 3 au zaidi ya mara 3 anaongea na mchepuko. Ndoa ya wiki 3. Huyu anauliza, je, ni mpango wa Mungu au ndoa sio halali? Kwa kifupi message ni nyingi hapa. Kwa hiyo baba mchungaji, ndio maana tumekuja kwako. Asante sana kwa kupata majibu ya kusaidia hao ndugu zetu, kwa sababu tumejikuta comment nyingi, message nyingi ni changamoto kwenye mahusiano. Ndio tukasema hapana, acha tumsogelee baba yetu Bishop Dr. Nelson atusaidie ili tupate kuelimika kiroho pia kimwili. Amen. Karibu sana.
Asante sana. Nadhani tumepata changamoto kweli kweli ya maswali matatu, na acha maswali matatu tuiweke kuwa ni swali moja au kama vile swali moja, maana yote maswali matatu yanalenga sana sana kijana ambaye amejikuta tayari yuko kwenye mahusiano na mwingine ambaye alijikuta iko nje ya mahusiano. Kwa hiyo kwanza, mahusiano ni nini? Na ni taratibu gani ambazo tunaweza kujijengea sisi kama vile watu ambao wanatamani kuingia kwenye mahusiano? Tatizo ambalo nakuta hapa, na sio kwa wadada wetu tu au hizo message ambazo umezisoma, ni kwamba sasa hivi watu wanaingia katika mahusiano kiholela, au tuseme tena kihovyohovyo. Maana jambo la kwanza, kabla haujaingia kwenye mahusiano, je, wewe ambaye ni mfuatiliaji wetu wa kipindi hiki cha Gospel Media, nitauliza swali, je, umechukua hatua au muda wa kumchunguza mtu ambaye umeingia naye kwenye mahusiano? Maana hicho ni kitu cha kwanza. Kwanza dada, uko tayari kuingia kwenye mahusiano? Je, una uhakika gani kwamba yule mtu ambaye amekuja kusolicitate mkono wako kwamba iko tayari kuingia na wewe katika hali ya mahusiano? Kwa hiyo ikiwa umechukua nafasi ya kumchunguza yule mtu na ukamswali hata maswali, je, unataka mahusiano ya mimi na wewe kesho kuingia hadi kwenye kujenga familia, au unataka tu mambo ya mchezo? Maana siku zetu hizi ambazo tunaishi na siku za zamani ziko tofauti sana. Tutasoma pia hata maandiko ili ituoneshe namna gani kijana muaminifu au Mkristo anapoingia kwenye mahusiano anatakiwa kwanza kutembea namna gani. Nimesema kitu cha kwanza, mchunguze kwanza ule kijana, zungumza naye, muelewe. Baada ya kuzungumza naye na kumuelewa, basi unaweza kuingia kwenye mahusiano. Lakini pia kuzungumza naye na kumuelewa haitoshi, lazima pia umshirikishe Mungu. Maana utakapomshirikisha Mungu hautajutia. Tatizo ni kwamba tunaingia kwenye mahusiano sababu sisi tunataka, lakini je, ule mtu ambaye anakuja kutuomba twende kwenye mahusiano, utajikuta kwanza hajakuwa tayari na haiko tayari hata kuingia kwenye maisha ya ndoa. Sasa utakapojikuta unaingia kwenye mahusiano, ukajikuta mtu amekurupuka tu akakuingiza kwenye maisha ya ndoa, hiyo ndo matatizo tunakutana nayo. Nakuta mwanamume alikuwa bado iko najipitisha tu. Sasa we dada ukapita unajiweka tayari mara moja kuanza kwenda kumfulia nguo, kwenda kumpigia, hata kulala kwake. Acha nikupe mfano wa hii Biblia hapa. Kwa mfano hii Biblia tuiweke ni mfano wa chakula, mheshimiwa. Sasa ukikuta chakula kimefunuliwa hivi, kiko wazi hivi, inzi zinapita pale, je, utatamani ile chakula? Hutotamani ile chakula, pana. Lakini ukikuta ni chakula ambacho kinafunikwa hivi, utaanza kupambana ili namna gani ufunue ile chakula na uone kama ile chakula kweli ni chakula gani, na je, ni kizuri au kitamu. Sasa wewe unataka kuingia kwenye mahusiano, lakini kwanza uko nje, mavazi ambayo unavaa haimpendezi Mungu, na kijana utakayempata pia atakuwa ni kijana waholela, atakuwa ni wahovyohovyo. Lakini ukiwa ni dada ambaye unajiheshimia, unajijengea nidhamu, haiko kila mtu ambaye atakuja kujaribia. Na yule ambaye atakuja kwako, bwana, mimi nataka tuingie kwenye mahusiano na wewe, ninakupenda, nitakuoa, ni mtu ambaye atakuwa tayari amejipanga, ameiaga hata familia yake. Familia iko tayari kwamba mtoto wetu iko natafuta mchumba, iko natafuta mwenzi, na at end of the time mtafanya harusi ambayo ni harusi yenye kupata kibali kwa familia, yenye kupata pia kibali kwa serikali, na pia kupata kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo dada ambaye tayari wewe uko na wiki 3, ni dada ambaye umesoma hapo, uko na wiki 3 tayari bwana yako anaanza kuchipuka, huyo sio mume wako, hapana. Maana gani? Kama ngelikuwa mume wako, alikuchunguza, akaridhika na wewe, asingelianza kutoka nje kuonyesha hii tabia yake ya ndani kwa muda wa miezi wa wiki 3. Ina maana kwamba huyu mtu kabisa sio jaribu kutoka kwa Mungu, hapana. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo kwamba tunapojaribiwa tusiseme kwamba tunajaribiwa na Mungu, maana Mungu hawezi kutujaribu, lakini tunajijaribu wenyewe kwa tamaa zetu. Inakuja kuonekana kitu gani? Kwamba huyu dada na huyu kijana hawajaoana, mheshimiwa. Dada kama natufuata, hawajaoana.
Maana kama wangelioana, wangelikaa kwenye mahusiano, hiki kisingelitokea. Wiki 3 fumanizi. Sasa baada ya mwaka itakuwaje? Hapo hapo kiongozi. Sasa nina swali moja kufuatana na hicho kitu ambacho umekiongea hapo. Upo sahihi, uko vizuri, ila bado sijaelewa. Kwa mwanadamu kuanzisha taratibu za kufikia kwenye nini, kwenye ndoa, kwenye harusi, kuna taratibu zingine ambazo labda zipo hapo nyuma. Yes. Ikiwemo mahusiano kabla ya ndoa. Baada ya hapo mambo yanafika kwenye familia. Baada ya hapo kwa wachungaji. Maana ni harusi kabisa imefanyika kanisani. Yes. Kama alivyoonyesha dada huyu. Harusi imefanyika kanisani. Wachungaji na maaskofu wamenyosha mikono yao kubariki ndoa. Yes. Ila kwa wiki 3 mume ndo hivyo. Je, mahusiano hapa tutasema kwamba kweli yalikuwa ni ya ghafla ambayo hayana maandalizi? Hebu tusaidie, tufanye nini? Kwa sababu kwa dada huyu amemalizia kuulizia nifanyeje? Je, niachane naye? Good. Je, nivumilie? Labda ndo riziki yangu ambayo Mungu amenichagulia, ndo fungo langu. Je, yaani maswali ni mengi kwa dada huyu. Asante sana kiongozi. Mimi nakuelewa vizuri sana. Na kwanza niseme tena pole. Sababu gani? Umeuliza swali moja lakini inakuwa kama vile inatabaka 3-4. Kitu cha kwanza tumesema ni maandalizi. Haya maandalizi kulingana na maandiko, lazima kwanza kijana awe iko tayari kuingia kwenye mahusiano. Na alipoonesha utayari akaenda kwa dada. Dada pia akakuwa iko tayari kuingia kwenye mahusiano. Lakini hakujafanyika uchunguzi. Na tuulize misingi ya hayo mahusiano. Je, waliweza kuchunguzana? Kitu cha kwanza, waliweza kuchunguzana? Na kama baada ya kuchunguzana, hapa kuna kupata kibali. Maana nimekuchunguza, ukanichunguza. Baada ya sisi wawili kuchunguzana, kibali kaonekana kwamba hapa tunaweza kujenga sasa familia yenye ubora wake. Sasa wakati hamuja chunguzana, mkakamatana kabisa kiharaka haraka, ina maana kwamba kesho mtaanza kulaumiana. Sasa kwenye swala la kusema je, naweza kuachana na huyu mwanaume au nivumilie? Hapa ni kusema kwamba kwenye maisha ya ndoa hakuna jaribio. Nasikia mheshimiwa? Kwenye maisha ya ndoa hakuna jaribio. Unapofanya ile sherehe ya harusi, mkaingia, maana ndoa inafanyika kwenye kitanda. Kitu cha kwanza hicho, ndoa inafanyika kwenye kitanda. Lakini kitu cha kwanza ni mahusiano. Yale mahusiano yanatupeleka kwenye nini? Kwenye harusi, kwenye sherehe ya harusi. Alafu ndoa sasa ni mume na mke. Sasa ni kusema kitu moja, kwamba baada ya wewe kuingia kwenye mahusiano, ukaingia kwenye ndoa ya Kikristo. Kwenye ndoa ya Kikristo hakuna kuonja. Sisi hatuko sawasawa na madini zingine au madhehebu zingine kama vile wa Muslim. Hapa najikuta huyu ananicheat, basi nitaenda kuolewa na mtu mwingine au nitaoa mwingine. Kwetu sisi wa Kristo ile haipo. Kinachoweza kututenganisha, kumjibu huyo dada, kinachoweza kututenganisha sisi ni kifo. Lakini hatimaye huyu dada bado angali na akitamani kutoka na kuolewa na mume mwingine, atakuwa ni mzinifu, na wazinifu hawataurithi ufalme wa mbingu. Na hata huyu bwana ndio umesema, na maaskofu wakawa ripoti. Na baada ya kupelekewa ripoti ana swali, je, mumeriziana? Ndiyo. Na askofu ambaye amejifunza hauwezi kuingia kwenye kubariki sherehe ya harusi bila kuuliza maswali. Je, mumeriziana? Ndiyo. Je, mumekwenda kupima, yani kupimia afya ya mke na mume? Ndiyo. Je, mumeenda kwenye serikali? Ndiyo. Ikija kuonekana kwamba hayo maswali yako no,